anasoma ana miwani. Karibu sana na Mungu akubariki. Haleluya! Jamani, Wakristo wazuri wa Babati, Bwana Yesu asifiwe. Unajua Babati zamani ilikuwa haina Wakristo. Zamani ilikuwa na wapiga ngoma tu. Kwenye uwanja ule wa mpira walikuweko watu wanacheza, hata Ulaya hawapo. Walikuwa wanafukuzwa na serikali, wanacheza wanalala hapo, kesho hivyo, baadaye serikali inawafukuza. Lakini siku hizi hakuna ngoma, tumeshapata Wakristo wazuri. Jamani, kuna ngoma tena ile ya zamani? Hakuna. Mungu awabariki sana, kwa sababu tuna mambo mazuri na Wakristo wazuri na tuna makanisa mazuri. Amen. Babati tumezungukwa na makanisa mazuri na Wakristo wazuri. Hasa mimi kwa jina naitwa Daudi Kuseria, ninatoka pale Dodoma makao makuu. Lakini hapa nimekuja kama mchungaji alivyosema, sisi ndio wazee wa TAG wa miaka mingi. Mimi nilianza kuhubiri na miaka 17 mpaka sasa nimezeeka, na Mungu hajaniacha. Amen. Na ninyi Wakristo wazuri, Mungu hata waacha, ninyi ni wazuri. Nataka nikwambie kabla ya kusoma maneno ya Mungu kwamba zamani tulipookoka hakuna mlokole aliyekuwa kifa ovyo ovyo. Tulikuwa tunaishi miaka mingi sana. Walokole wameanza kufia mwaka huu tu, miaka ya karibuni. Bwana asifiwe. Lakini wakati huu kijana askofu ameokoka, hakuona mlokole aliyekufa. Walokole wote walichukua miaka mingi sana kuishi. Lakini siku hizi walokole wanakufa. Na kwa sababu leo nitawaambia, haleluya, kwa nini walokole mnakufa au tunakufa. Hasa nakwambia tatizo linalokuja kwa walokole na sio kwa walokole. Tatizo kubwa leo ndio tunalozungumza nanyi. Shika Biblia yako vizuri, funua kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Mmefunua? Nataka kesho mje na Biblia na kalamu. Sasa hivi hatuhubiri sana mambo ya dhambi, tubu dhambi. Watu wameshajua dhambi ni hatari, wanaacha tu, wanakaa nazo, lakini wanajua. Haleluya. Hasa nani nikwambie, hebu sema maneno haya pamoja nami. Amen. Amen. Hebu sema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Nyinyi hamsemi huko, sema kwa nguvu, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa maana ndiko zitokako chemchemu za uzima. Amen. Haya ndio mambo nadhani niwaambie watu wa Babati kwamba kwa nini watu siku hizi tunakufa na magonjwa mabaya. Tumefungua mioyo yetu wazi, hatuilindi. Na hiyo mioyo ambayo hatuilindi tayari inafungua mambo ambayo yanaleta shida katikati ya watu wa Mungu. Sasa Biblia inasema linda moyo wako. Na ukilinda moyo, chemchemu za uzima zipo kwenye moyo. Na moyo wako usipolinda, shetani ataingiza chemchemu za mauti. Maana wengi sana wanafungua moyo yao kwa shetani. Na ukifungua moyo kwa shetani, unafungulia maiti au mauti inaingia ndani ya moyo. Na mtu unaweza kumwona ametembea akavaa vizuri, unafikiri yuko hai, mwenzako alikufa miaka 5 iliyopita. Kwa sababu shetani aliingia moyo akauvuruga moyo wake.
Mwambie mwenzako, wacha shetani asivuruge moyo wako. Amen. Amen. Mimi nasema nikwambie, tuna mtu, Mungu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Huyo ni Mungu mwenye nguvu na ni Mungu mwenye uweza. Usipolinda moyo, wewe Mkristo uliyeokoka na usiookoka, usipolinda moyo, umemfungulia shetani mlango, ataingiza mambo. Na akiingiza mambo, na ndio maana unaweza kuta hata Wakristo mambo yakiingizwa wanauumiza moyo. Usiumize moyo wako. Mwambie mwenzako, usiumize moyo wako. Amen. Kuumiza moyo ni hatari sana, maana ushakuumiza moyo, umeumiza uhai wa mwili. Katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 30. Hebu sikiliza Mithali 14 mstari wa 30. Biblia inasema hivi, ukiumiza moyo, nadhani kwambie, basi sasa umeumiza mwili. Amen. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Hebu sema, moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Tena nasema, bali ushuhuda ni ubavu wa mifupa. Yaani unapoumiza moyo wako, umeumiza uhai wa mwili. Kwa hiyo moyo ni wa kulinda, usiumize. Amen. Wako watu wanaumiza moyo. Wengine wanaumiza moyo kwa mambo ya washarati. Wengine wanaumiza moyo kwa mambo ya ulevi. Wengine wanaumiza moyo kwa mambo mabaya. Hasa Biblia inasema moyo ukiulinda ndio uhai wa mwili. Haleluya. Uhai wa mwili ukiwa mzima, mwili ukiwa mzima, moyo ukiwa mzima, mwili una afya, mwili una nguvu, mwili una baraka, mwili una ushindi. Uwe Mkristo usiwe Mkristo, usiumize moyo. Moyo ukiumiza ni hatari. Watu wengi sana wana magonjwa makubwa kwa sababu kwanza anaumiza moyo. Na moyo ukishaumia, na nikwambia, mwili wote unaumia. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Mithali sura ile ya 17 mstari wa 22. Mithali 17 mstari wa 22. Nitakuwa nakusomea haraka kwa sababu mmenichelewesha. Amen. Hebu nani nikwambie, Mithali 17 mstari wa 22. Mstari unasema hivi, moyo uliochangamuka ni dawa nzuri. Sema moyo ambao umechangamuka ni dawa ya namna gani jamani? Nzuri, sio mbaya, nzuri. We moyo wako umechangamuka mpaka unywe pombe ndio moyo unachangamuka. Na hiyo pombe haichangamshi moyo, inachangamsha mwili. Na ndio maana walevi wa pombe mioyo yao ni mibovu, matendo yao ni mabovu, maneno yao ni kulaghai. Yani yeye ana matendo mabovu kwa sababu moyo wake haujachangamuka, mbovu. Hebu rudia maneno haya. Sema, moyo uliochangamuka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Kuna watu wengine wanakaa hapa mifupa imekauka, moyo wameshaponda moyo. Lakini moyo ulio mzuri ni dawa nzuri. Na ndio maana unaweza kuona sisi wa Kristo tuliokoka tuna mioyo mizuri, hatuiumizi. Nzuri, dawa. Sema, moyo ni dawa. Kama ni mzima ni dawa. Ngoja nikwambie, watu wengi sana wanapata magonjwa makubwa, kwanza wanaumiza moyo. Ushaumiza moyo, tayari gonjwa linaingia kwa urahisi. Na ndio maana watu walioumizwa moyo hata magari yanawagonga. Unakuta moyo umeumizwa, mawazo chungu nzima kuanzia kichwani mpaka miguuni, anawaza mpaka dereva anapiga honi bibi hasikii. Baadaye anakwenda anasimamisha gari, dereva anaanza kumtukana, wewe ni kichaa nini, hukusikia? Mwenzako moyo umeumia. Usiumize moyo ndugu yangu. Ni dawa nzuri. Haleluya. Dawa nzuri. Halafu unajua nani kwambie, ndio maana huyu jamaa
mwandika kitabu hiki anasema, linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, usiusumbue moyo. Ukiusumbua moyo unausumbua mwili. Haleluya. Biblia inasema watu wakali anaosumbua mwili wao. Kuna majitu mengine anaishi na ukali tu hapa duniani, utafikiri shetani katoka kuzimu. Mkali tu nyumbani, mkali. Watoto wakimuona wanakuja, anaingia ndani ya kitanda kwamba baba kaja, maana yeye anaumiza moyo wa kila mmoja, anamuumiza, watoto wanaumiza, wa jirani wanaumiza. Linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyolinda. Kwenye moyo chemchemu ya uzima inatoka. Amen. Haleluya. Hebu nasomea Mithali 11 mstari wa 17. Mithali 11 mstari wa 17. Funua na kesho nataka uje. Mstari wa 17 anasema hivi, mwenye rehema huitendea mema nafsi yake, aliye mkali husumbua mwili wake. Jamani, umesikia? Mwenye rehema anautendea wema mwili wake, moyo wake unatenda mema, lakini aliye mkali anausumbua mwili wake. Mwambie mwenzako, acha ukali, unausumbua mwili wako wewe. Kuna wengine walokole wakorofi kweli, utafikiri hajaokoka. Unajua, hapa nataka nikwambie, hapa nawafundisha watu wote wasiookoka na wasiookoka. Mtu ni mkali, maisha yake yote mkali, moyo wake haulindi. Mtu mwenye maneno ya mkato, mtu anausumbua moyo. Na ndio maana unakuta mtu mwingine ana magonjwa yanatoka na usumbufu wa moyo, na magonjwa hayo yanayotokea kwa usumbufu wa moyo haulindi moyo wake. Yeye hafungui neno la Mungu likaingia, bali anafungua maneno ya shetani, anafungua maneno ya ukorofi, anafungua maneno makali. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwenye moyo chemchemu ya uzima inatoka. Haleluya. Haleluya. Na unaanza kuona kwamba unapolinda moyo, na ndio Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 102 mstari wa 4. Zaburi 102 mstari wa 4. Bwana asifiwe sana. Aise, nasikia utamu sana wa maneno. Amen. Unajua kuna maneno matamu hata Ulaya hayapo. Bwana asifiwe sana. Walevi wa pombe hawana maneno matamu. Yaani mtu anatukana matusi na maneno matamu. Anatukana usiku na mchana, yani kutukana tu. Anausumbua moyo wake. Haleluya. Zaburi ya 102 tunasoma mstari wa 4 unasema hivi. Haleluya. Moyo wangu umepigwa kama majani na kukauka, naam, ninasahau kula chakula changu. Haleluya. Unaweza kuona moyo unapopigwa unakauka kama majani, halafu na chakula unasahau. Jamani, uko pamoja na mimi? Muko pamoja? Amen. Kulinda moyo ni muhimu. Bwana asifiwe sana. Maana moyo ni kitu cha kulinda. Bwana asifiwe sana. Kama hulindi moyo wako unausumbua. Sasa nani kwambie, maana unapousumbua moyo wako unamkaribisha shetani aingize magonjwa, unamkaribisha shetani aingize mambo mabaya. Maana moyo wako uko wazi, hauulindi. Hulindi katika ushuhuda, hulindi katika maombi. Ushuhuda wako ni mbovu. Hata watu wakikuona wanasema fulani kaokoka, wanasema fulani kwani ameokoka, mbona yuko sawa na sisi tu. Moyo una ugonjwa. Mwambie mwenzako, moyo una ugonjwa. Ngoja nikuanza nani kwambie, nikamwambia Bwana, hebu twende nikupeleke kwa daktari akupime, halafu mimi nakuombea. Maana hakuamini hata maombi, akaza mchungaji, wameniombea wengi, akaza mimi nakuombea sasa hivi, mambo poa, mambo tiki. Haleluya. Na niwaambia ndugu zangu Wakristo wazuri wa Babati, lindeni mioyo yenu msiumize. Nyinyi watu wa Babati wazuri, hebu epukeni na mambo ya shetani yanaumiza mioyo yetu. Hata maisha yanaumia, nyumba zetu zinaumia, kwa sababu tunaishi maisha mabovu ambayo moyo umefunguliwa, shetani anaingia vitu. Nikaenda nikampeleka hospitali, mganga mmoja akampima,
Alipompima akasema, mchungaji, mbona huyu hajaathirika, mbona mzima? Nikamwambia, umesikia daktari anasema ni mzima? Akasema hapana. Anamkatalia na daktari, hapana, maana moyo umeshaumia, moyo umemfungulia shetani. Akasema hapana. Haleluya, haleluya. Na nikwambie, nikampeleka kwa mganga mwingine, akasema hana. Kwa mganga mwingine naye akasema hana. Na nikwambie, baadaye nilipomwombea na kumjenga, roho yake na moyo wake ukatulia. Baada ya wiki 2, jamaa kilo ziliongezeka, mambo poa, mambo tiki, kilo ziliongezeka, na yule kijana ni mzima mpaka leo, moyo umepona. Ponya moyo wako, ponya moyo wako. Na kuuponya moyo wako, linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. Haleluya. Kuna mambo ambayo tunaweza kuyaona, na Mungu haangalii sura yako, wala haangalii cheo chako, wala haangalii hali yako. Mungu anaangalia moyo wako, anauangalia, anaangalia moyo wangu. Amen, amen. Wewe usiyeokoka, moyo umeharibika. Moyo wako umeufungulia mlango, na mlango uliofungua ndio unaharibu moyo. Biblia inasema ndani ya mioyo ya wanadamu yanatoka mashaka na mambo mengine mabaya, na haya yakiingia ndani ya moyo wa mtu ndio yanamtia mtu unajisi. Anakuwa najisi, anakuwa mtu ambaye anatembea kwa unajisi, na jinsi anavyotembea kwa unajisi, Mungu anakuwa mbali. Nataka niwatangazie Wakristo wazuri wa mabati, linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyolinda. Kwenye moyo chemchemu za uzima zinatoka. Haleluya. Yule jamaa akapona. Nyumba zingine ukiingia wenyewe ni ugomvi tu. Haleluya. Mtakatifu sio mzee. Bwana asifiwe sana. Tena mina maneno sio ya chumvi, wala sio ya mafuta, wala sio ya maji. Nina maneno toboa tobo tobo. Na maneno hayo nasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na kwenye uwanja huu tutaombea watu ambao wameharibika moyo. Amina. Na watu wengine wanakaa hapa duniani na wameokoka, hawana amani. Mimi nikikosa amani najiuliza, hivi kwa nini nikose amani? Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Tena akasema na upole wenu ujulikane na watu wote wa Babati. Mimi ni Bwana, niko karibu. Haleluya. Kwa mtu unakaa umeokoka, huna amani, huna furaha, mpaka mimi nashangaa, ulimpokea Yesu yupi wa huzuni? Hatuna Yesu wa huzuni, tuna Yesu aliyetengeneza moyo. Tangu zamani haubadiliki, tangu zamani haubadiliki. Wewe Baba haubadiliki. Wewe ni Mungu tena haubadiliki. Tangu zamani tena haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani tena haubadiliki. Wewe ni Mungu. Haleluya. Mungu hubadiliki. Uliponya watu zamani, unaponya na leo. Wala shamba la basi kama kukana na bahari. Wala shamba la basi. Wewe ni zamani haubadiliki. Tangu zamani tena haubadiliki. Wale wenye matatizo na wanaohitaji kutubu mmoja hapa mbele. Wengine msimame pale pale, lakini wenye matatizo, magonjwa, nini, kuja hapa mbele. Unajua kuna watu, nani waambie, kuna watu wamezoea mikutano, lakini anakwambia mkutano
mkutano huu utapona tu kwa neno. Neno likishuka unapona. Nakwambia unapona kwenye mkutano. Kwani usumbuke bwana? Yesu anaponya kila magonjwa. Pale kwangu Dodoma juzi nilimwona mama mmoja anapona. Na nikashangaa. Huyu mama alikuwa anatembelea matako, anajifia. Anatembea wa chini kwa matako. Watu wakafikiri huyu mama hatatembea, lakini Mungu anaweza yote. Bwana yu Bwana. Yeye ni Bwana. Anaweza yote. Na anakuponya leo na wewe. Pokea uponyaji. Pokea. Pokea. Pokea sahibu yako. Pokea. Nitakapoweka mkono juu yako upate afya. Ile nasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Nguvu ya Mungu ishuke kamdaka hii na kugusa tangu leo. Uwe mzima katika jina la Yesu. Bwana akakuponya uwe mzima. Bwana mwenye uwezo mkuu na uwezo na nguvu na mamlaka yakashuke na kumgusa kijana huyo uwe mzima tangu leo. Ponyaji ushuke juu ya kijana huyu tangu dakika hii. Bwana mwenye nguvu za ajabu ukamponya mama huyo uwe mzima. Gusa mwili wake, gusa mwili wa ndugu yake, gusa mwili wa watoto wake, wawe wazima katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, Bwana mwenye uwezo mkuu na baraka nyingi, shuka wakati huu, shuka wakati huu. Nguvu ya Mungu ashuke na kukugusa uwe mzima katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ishuke na kukugusa tangu leo katika jina la Yesu. Ewe pepo unayesumbua, toka. Toka ndani ya binti huyo. Hama na kuambiwa. Hama katika jina la Yesu. Mamlaka hii, nguvu ya uponyaji ikishuka yule mtoto huyu awe mzima katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Nguvu ya uponyaji ikishuka mamlaka hii kwa jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, nguvu ya Mungu ishuke mamlaka hii. Nguvu ya Mungu ishuke mamlaka hii katika jina la Yesu. Ewe nguvu iliyoko ndani, shetani uliyeharibu moyo, na kuapisha katika jina la Yesu. Na kuapisha katika jina la Yesu. Hama mamlaka hii. Na Bwana ukamponya awe mzima. Awe mzima mamlaka hii. Nguvu ya uponyaji ikishuka na kumgusa